kabisa maana huwa nakusikiliza tu. Sasa leo nataka nifike wapi unafanya hicho kipindi, lakini pia tuone ni kwa namna gani na mimi naweza nikahudhuria. Nimshukuru sana Sheikh Hamisi, Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika majambo yake, amwezeshe, ampe afya njema, amfungulie katika milango yake ya riziki, na wewe msikilizaji pia. Amen. Amen. Sasa katika kumalizia upande wa siri za Qur'ani, Sheikh Hamisi bwana, Qur'ani ina maajabu sana. Unajua kwamba katika kila jina la mtu, licha ya aya, licha ya sura, lakini pia kuna adwiya, kuna dawa ambazo nazo zimekwenda kwa mfumo wa herufi za Qur'ani. Ajabu kubwa sana. Kuna dawa nazo pia unaweza ukaangalia tu katika dawa za Sheikh Hamisi, katika dawa za Bwana Abdullah Gunda, nitumie dawa iliyotumiwa na herufi yake ya kwanza katika jina. Mashallah. Hiyo ipo pia na wataalamu wameeleza hiyo. Mashallah. Ajabu sana. Ndio utaona kwamba kila kilichokuwepo katika Qur'ani ni maajabu matupu. Ndio maana wataalamu kama kina Al-Munawi wakakwambia kuna ajaib wa gharaib asrari al-Qur'an. Kuna maajabu na kuna mambo mageni kabisa, tukikueleza unasema huyu bwana muongo, lakini yapo watafiti, na utafiti unapingwa kwa tafiti. Mashallah. Uwezi ukapinga utafiti, huja tafiti ukasema wewe shekhe muongo bwana, ili niwe muongo tafiti upate jibu kwamba huyu bwana hapa ametuwekea miba kwenye lami. Mimi nikwambie tu mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi chetu cha siri za Qur'ani. Kama ni mara yako ya kwanza unafungulia redio yako ya Mtawala Radio na pengine hapo upo online, basi nikwambie tu fanya jitihada za makusudi. Lakini pia tunaweza kusema wale ambao wanapenda kukidhamini kipindi hiki wasichoke, wasione tabu. Tunawaruhusu wale ambao wanahitaji kudhamini kipindi chetu na wanaweza wakanitafuta mimi mwenyewe Maalim Gunda, lakini pia tukaongea na uongozi wetu wa Mtawala Radio ili waweze kudhamini kipindi chetu kiendelee, kwa sababu kama ulivyosema Shekhe, kinawapa watu faida sana kabisa. Na hizi tulizozitaja ni maishara. Ni chache sana, yani katika faida nyingi ambazo zinapatikana. Kwa hiyo sasa wewe msikilizaji, usije ikawa una shida, una matatizo, una mitihani, lakini umekaa kimya nyumbani kwako eti tu kwa sababu umehangaika sana. Maana hicho nacho ni kipengele. Mimi shahangaika sana. Hasa kama wale ndugu zetu wa pale Unguja, Pemba, anakwambia Sheikh Gunda, mimi shahangaika sana mpaka mmemwachia Mungu. Ni kweli umemwachia Mungu, lakini Mungu ameweka njia. Qur'ani inasema inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Hiya aqwam. Maana unatakiwa wewe uwe aqwam, ndio itakupa msingi wa kukuongoza. Qur'ani inaongoza sio kwenye kuswali tu, kwamba ukiswali utaenda peponi. Hapana, inatoa mwongozo mpaka kwenye afya yako. Mashallah. Na mfumo wa afya ndio hicho kipengele tulichokuambia. Kumbe kuna kupitia dua. Sasa Sheikh Hamisi nakupa faida. Sawa. Na msikilizaji nampa faida. Mmoja katika mabingwa wa asrari al-Qur'an, yeye katika utafiti wake alisema hivi, idha habbabaka Allahu fi suratin fa'lam anna laka fiha shifa. Mashallah. Yani maana yake ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa ilham katika sura za Qur'ani, ikawa kuna sura moja unaipenda sana mwenyewe kuisoma, mara kwa mara mwenyewe unapenda kuisoma, kumbe kwa kupitia hiyo ilham wewe hujui tu, kumbe watafiti wamegundua kwamba matatizo yako yanaondoka kwa sura hiyo. Lakini wewe unajikuta tu unapenda, mimi napenda sura tu ya mwenyewe napenda kusoma Ikhlasi. Mashallah. Lakini unajua kama Mungu ana sura yake naye anaipenda. Siri hiyo. Mungu mwenyewe katika zile sura 114 ana sura yake. Mashallah. Na mtume naye ana sura yake pia anaipenda sana kuisoma. Na kipengele hicho kinaonyesha kwamba shifa na ilaji na kutatua shida kuko kwenye uko kupenda sura. Mashallah. Kwa sababu katika sahaba mmoja alionekana sahaba anawaswalisha wenzake, lakini kila rakaa ya pili kul huwallahu ahad, kila akifanya hivi kul huwallahu ahad, sasa anairudia
Unaweza kumwambia ina maana Qur'ani nzima wewe huna sura ndio hiyo tu kila siku. Mashallah. Ndio. Yaani ina maana wewe kila siku kul Allahu ahad. Ndio hiyo kul Allahu ahad. Ikawa ile eti ni kero ile kwa sababu anasoma kul Allahu ahad kila siku. Moyo wake inamfanya kama hajaisoma kul Allahu ahad anaona kama hajaswali vizuri au hajaswalisha vizuri. Basi wakarudi kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia ya Rasulullah, bwana tumetutuma kwenye safari fulani, uimamu tukampa bwana huyu, lakini ajabu ni kwamba katika siku zote tulizoishi yeye Qur'ani nzima haoni sura zaidi ya kul Allahu ahad. Kila siku kul Allahu ahad lazima isome hiyo. Hii ni sahihi kweli? Jamani, anaacha ina zipo ni ila zipo. Anasoma hii. Kweli. Mtume alichomwambia yule bwana, hebu muiteni mumuulize kwa nini anasoma sura hii. Sawa kabisa. Basi yule bwana alipoitwa shekhe, ajabu kabisa alisema li annaha uhibbuha. Mimi naipenda hii sura, naipenda. Najikuta kwamba naipenda tu. Kwa nini unaipenda? Anasema li annaha sifatur rahman, kwa sababu pale inamsifu Mungu tu kwamba yeye ni mmoja, yeye ndio mwenye kutegemewa kwa haja zote, hajazaliwa. Basi napenda vile ninavyomsifu Mungu katika namna hiyo. Sawa. Akasema basi mwambie Mungu naye anakupenda. Subhanallah. Allahu akbar. Sasa hebu niambie, kumbe huyu matatizo yake, shida zake, mafanikio yake yako kwenye kul Allahu ahad. Wewe je, sura yako ni ipi? Njoo the good and Center tuje tukutafutie namna ya kutatua shida yako kwa kupitia hiyo sura unayoipenda sana. Mashaallah. Naam. Ndio maana nikasema mlango wa siri za Qur'ani ni mpana sana, na hii ndiyo njia nyepesi kama ulivyosema Sheikh, kwa lugha ya Kiingereza shortcut, ambayo inaweza kutatua changamoto za mfanyabiashara, inaweza ikatatua changamoto za watu wa mahusiano, manake ndoa zinatetereka, utelekezaji unaisha kwa kupitia siri ya Qur'an, kwani kuna dua maalum zinazoweza kutatua shida hiyo. Lakini chingine ulisema hapa kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa. Kila ugonjwa una dawa yake. Kweli. Na akasema tena tadawa ibadallah. Peaneni dawa, peaneni tiba enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Fa inna Allaha lam yal'ada an illa wada'a lahu dawa. Kwa sababu Mungu mwenyewe lam yal'ada hakuweka ugonjwa wowote illa wada'a lahu dawa, ila ameupa dawa yake. Lakini katika riwaya nyingine akasema illa wala alahu shifaa. Mashaallah. Unaona? Kwa maana ule ugonjwa una ponyo yake. Sawa kabisa. Hapa watu wa biolojia, watu wa sayansi wanatuambia kuna baadhi ya maradhi hayana dawa. Sisi tunasema upeo wa elimu yao umeishia huko. Lakini profesa wetu bwana mtume Muhammad anasema kila ugonjwa kawekea dawa. Sasa ipo. Kule kukosekana dawa sio kuwa haipo dawa, huijui dawa. Wewe ndio hii dawa ya maradhi hayo. Lakini usiseme hakuna. Useme hivyo. Kama mmoja alivyotukataza akasema wasomi hamna, siku hizi matapeli watupu, akasema la taqul kad dhahabat arbabuha kullu man sara ala darbi wa zal. Usiseme wasomi, mashekhe, madaktari, mabingwa wamekwisha. Asema tu mimi sijui na siwajui. Fanya jitihada za makusudi uje upate dawa, kwa sababu moja katika tunazotoa huduma pale tunatoa dawa za maradhi mbalimbali. Kweli. Dawa za maradhi mbalimbali. Na kwa nini tunatoa dawa? Unajua kwamba Nabii Musa alayhi salam, mmoja katika mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu Nabii Musa alikuwa ni mtafiti sana. Na alikuwa alipewa fursa ya kuongea na Mwenyezi Mungu. Basi fursa ile aliitumia vizuri. Siku moja alimwambia Mwenyezi Mungu maneno haya. Wewe Mwenyezi Mungu, sema naam. Nani aliyeleta maradhi duniani? Anamuuliza Mwenyezi Mungu. Anamuuliza Mwenyezi Mungu. Huyu aliyoleta maradhi duniani na kwa nini yameletwa maradhi?
Mashaallah. Swali zuri kabisa. Swali zuri kabisa hilo. Na pengine na wewe msikilizaji unawezekana hapo unauliza, kama Mungu anatupenda, kwa nini ametuletea maradhi? Ndio maana bingwa mmoja akatunga kitabu kizima kinachoitwa Limadha Namrudh, kwa nini tunaumwa? Tafuta kitabu hicho, kitakusaidia sana. Kinaitwa Limadha Namrudh, kwa nini tunaumwa? Kwa nini tuumwe? Kinachosababisha tuumwe ni nini? Nabii Musa akamuuliza Mwenyezi Mungu, kwa nini kuna maradhi? Nani anayaleta? Allah akasema, ni mimi hapa Mungu ndo analeta maradhi. Na nina hikima zangu za hayo maradhi kuyaleta duniani. Akamwambia sawa. Na nani analeta shifa? Anayeponyesha watu nani? Swali zuri kabisa. Swali zuri mwalimu. Nani anayefanya kazi ya kuondosha yale maradhi? Huyo ni Nabii Musa. Nabii Musa alayhi salatu wassalam anaongea na Mungu, kwa sababu Qur'ani imepiga muhuri ikasema wakallama Allahu Musa taklima. Kwa sababu Mungu anazungumza na Musa live, anazungumza naye kabisa kama mimi na wewe. Kama hivi, naam, anaongea naye kabisa. Mashaallah. Sasa akamuuliza, wewe Mungu, kwa nani anayeleta ponyo? Nani anaponesha watu? Akasema ni mimi. Ala, kwa maradhi unaleta wewe. Ndio. Kuponesha unaponesha wewe. Ndio. Sasa nipi kazi ya daktari? Hebu dokta hapo kidogo kwamba maradhi kaleta Mungu. Anayeponyesha ni Mungu mwenyewe. Sasa kazi yako wewe daktari gunda ni ipi sasa? Kazi yako ni nini? Kazi yako ni nini sasa? Kumbe mwenyewe aliyeleta na ndiye anayeondosha. Wewe kazi yako nini? Naam. Swali zuri sana. Ndio maana tunataka utusikilize wewe mpenzi msikilizaji hapa wa Radio Mtawala, ili ufanye jitihada za makusudi ufike kwa mahali Mgunda. Unajua kuna utofauti mkubwa ukifika pale. Mambo yako yanaweza yakawa ndiyo sababu ya kuondoka kwa kupitia mahali Mgunda. Kweli. Tunarudi katika swali. Naam. Mungu akamwambia, mimi ninachomfanya daktari yeyote duniani, hata wewe unemsifia awe wapi, katika hospitali ipi, popote duniani, Mungu anasema mimi naweka uwakala wangu pale kwa daktari. Natoa elimu kwa yule daktari. Natoa ilham zangu kwa yule daktari, amponeshe mgonjwa kwa kupitia mimi. Okay. Hapo dokta anapata faida kidogo. Ndio. Kumbe ndio maana daktari awe Muislamu, awe Mkristo, awe hana dini. Lakini wakati anapotaka kuanza ile tiba, ni lazima sio kwamba tumuombe Mungu. Kwa hiyo sio kwamba tutibu. Anasema tuombe. Faida nyingine. Unapata faida. Kwa sababu anayeponesha Mungu mwenyewe. Tumuombe Mungu. Bwana, mimi nataka nifanyie huyu upasuaji. Ndio. Mungu, huyu kaja agombana na mkewe hawapatani. Mungu, mimi nataka nikuombe hawapatane kama ilivyokuwa mwanzo. Huyu hana uzazi, huyu hazai. Na wewe umesema yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura au yuzawijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'al man yasha'u aqim. Sasa huyu ni aqima, ni tasa huyu. Mashaallah. Na dokta, hakuna matatizo yanayokuwa mengi zaidi kama swala la uzazi. Mimi nimeshuhudia baadhi ya nyumba au ndoa zimetengana kwa ajili ya kutokuzaa. Sasa mmoja katika mabingwa hapo umesema umeniwahi kwa mbele, kuna bingwa anaitwa Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali. Bingwa huyo Al-Ghazali. Huyo bingwa kabisa. Yaani ukimsema huyo amekufa mwaka 505 Hijiria. Mashaallah. Bingwa huyu Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali. Mashaallah. Bingwa huyu ana vitabu maarufu, katika vitabu vyake inaitwa Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u Ulumuddin. Profesa huyo anasema, huyu bingwa huyu anasema kila mwanamke aliumbwa ili azae. Swala la utasa liko kwa mwanamume. Hebu rudia hapo. Dokta, hebu ngoja kwanza. Rudia. Narudia. Umesema kila nini? Kila mwanamke
ameumbwa ili yazae. Kwa hiyo swala la utasa si la mwanamke, la mwanamume. Sasa mbona watu wengi tunawahukumu wake zetu? Ndio hicho. Mke huyu hazai. Kwani ushawahi kuona mtoto anaitwa Abdallah Fatuma? Hakuna. Anaitwa Abdallah Gunda. Gunda mwanamke. Ni mtu peke yake tu ndo anaitwa Isa bin Maryam. Na hii ni kwa sababu ya sababu zake Mungu. Ni huyo tu peke yake. Ambaye ndo nasabu yake imewekwa mama yake. Hapo lakini ni pale pale. Ni na nasabu kwa upande wa baba. Lakini vile kwamba Mungu aliyosema amemuumba mwanamke kwa ajili ya kuzaa. Bado kazaa huyu. Kwa hiyo mwanamke ameumbwa ili yazae. Naam. Na ndio maana watasaidia hapa watafiti. Wanaweza wakaja kutuambia, je, kuna mwanamke ambaye hajawekewa mfuko wa uzazi katika tumbo lake? Yupo ambaye ni mwanamke lakini utafiti ukaonyesha kwamba hana mfuko wa uzazi. Yupo. Mimi sipo kwa daktari. Lakini wanaweza wakatusaidia madaktari kwamba je, kuna mwanamke ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu, utafiti ukaonyesha yeye hana mfuko wa uzazi kabisa. Licha ya kwamba anapata hedhi au hapati hedhi, ule mfuko kabisa kwamba sehemu ya mfuko wa uzazi hana kabisa. Sio mirija imeziba. Swala la kuziba mirija ni kituo chengine hicho. Je, mfuko wa uzazi upo? au hana wakati mwanamke. Ikiwa yupo mwanamke huyo, maana yake lam tuadda lilwilada, maana yake hakuandaliwa kuzaa. Yupo. Lakini je, madaktari wanaotuambia mbegu hazina mikia? Swali jingine. Yani wanatuambia mbegu zako wewe hazina mikia. Mbegu zako hazijafika kiwango cha milioni kadhaa ili uweze kuzaa. Mbegu zako haziwezi kutungisha ujauzito. Mbegu zako mwanamke mwanamume? Mwanaume. Na ndio maana wayaj'alu man yasha'u aqima kusema aqimatan sahihi kwa mtume. Allahumma salli. Mambo dokta. Naam. Ndio maana mimi nasema naam. Kipindi hiki kwa kweli nimefarijika sana. Na nikushauri tu vile kwa sababu hata wale maprofesa, madaktari wakiwa wanasikiliza darasa lako ili jinsi ya utungaji wa mimba kwa mwanamke, yule ambaye asiyezaa ni mwanaume au ni mwanamke. Kwa maana Mungu mwenyewe aliumba, ameumba kila mwanamke ni lazima azae. Hayo ni maneno ya bingwa Abu Hamid. Kwa hiyo mwanamke tukiona hazai, tusitafute tatizo kwa mwanamke. Turudi kwa mwanaume. Wewe kwa nini huzai? Hapo nadhani umenielewa vizuri. Nimekuelewa. Sasa basi, kutokana na hali kama hiyo, kwa kuwa mwanamke ameandaliwa kuzaa, kwa hiyo kuna vijisababu nje ya mfuko wa uzazi vinaweza visababisha asizae, lakini sio maumbile yake ameumbwa asizae. Hayo tutakuja kuyaeleza zaidi. Na The Gunda Dua Center kwa wale ambao wana changamoto ya uzazi wanaweza wakatuona kwa ajili ya kusababisha uzazi. Leo Sheikh Khamisi, mimi nina wajina wangu karibia hata 30. Yaani watoto wanaitwa Gunda wengi, watoto wanaitwa Abdallah wengi. Na hiyo ni kwa sababu tu walipitia kwa Sheikh Gunda wakapata mtoto, wakasema sisi tunakutajia wewe ili jina libaki la kwako. Yaani kwamba ili nisisahau huyu mtoto mimi, sababu wajalna likulli shay'in sababa. Mungu amesema sababu ya kumpata huyu mtoto ni Dr. Gunda. Kwa hiyo ili nisimsahau huyu mtoto, jina langu la kwake mimi nampa Gunda. Anaitwa Gunda. Zanzibar wamejaa. Mashaallah. Pemba kule wapo. Mashaallah. Kule Chalinze, Morogoro, sijui wapi. Wote wanasema kwamba bwana tuite huyu Abdallah tumtaje kwa sababu ndiyo sababu. Au wengine wanakuambia kama hutaki nikutaje wewe basi tafuta jina wewe umtaje mtoto huyu jina wewe. Yani mimi Dr. Gunda utoe jina la yule mtoto.